Filamu inaanza na mtu anayeitwa Desmond, mfanyakazi katika kampuni ya utengenezaji wa silaha inayoitwa Armotech Che, ambapo teknolojia ya hali ya juu ya kijeshi huundwa. Kama kawaida, asubuhi ya Desmond inaanza na tatizo. Anagundua kuwa aliacha beji yake ya mfanyakazi nyumbani. Badala ya kuingia moja kwa moja ndani, analazimika kujaza makaratasi tena. Kabla ya kupanda ghorofani, mmoja wa walinzi anamkumbusha kwamba wafanyakazi wote lazima waache simu zao kwenye dawati la mbele kabla ya kuingia eneo la kazi. Desmond anajificha kimya kimya kuelekea dawati lake. Tumaini bosi wake, Adam, hatambui kuwa amechelewa. Lakini badala ya kufika kazini, Desmond anapoteza muda kucheza mchezo wa video, na karibu mara moja, Adam anamuita ofisini kwake. Adam hafurahii, anamkosoa Desmond kwa kufika kuchelewa kila mara, kisha anafichua habari muhimu. K-Tech yuko karibu kuungana na kampuni nyingine. Hiyo ina maana kwamba msimamo wa kila mtu sasa uko hatarini. Adam anampa onyo moja la mwisho: ikiwa Desmond hatamaliza ripoti yake kabla ya mwisho wa wiki, atakuwa hana kazi. Akirudi kwenye dawati lake, wafanyakazi wenzake tayari wanajadili muungano huo. Lent anataja kwamba kampuni nyingine tayari imewafuta kazi karibu nusu ya wafanyakazi wake. Murad anaongeza kwamba mmoja wa wafanyakazi wenzake aliachishwa kazi usiku uliopita. Hata hivyo, Desmond anapuuza, akiamini kila mtu hana wasiwasi wowote. Bahati mbaya, meneja wa kanda Marcus anasikia mazungumzo hayo. Badala ya kuwatuliza yoyote, anawadhihaki. Marcus anafurahi kuhusu muungano huo kwa sababu anaamini hatimaye utampatia cheo. Kabla ya mazungumzo kuendelea, Desmond anapokea simu ikimtaka ripoti katika moja ya maabara ya utafiti. Huko, mwanasayansi Nicholas anauliza kuhusu baadhi ya vipengele vya roboti ambavyo Desmond alitakiwa kuagiza. Akijifanya kila kitu kiko chini ya udhibiti, anadai tayari anakifanyia kazi. Nicholas hanuni anamkumbusha Desmond kwamba sehemu hizo ziliombwa zaidi ya mwezi mmoja uliopita. Ni wazi kwamba Nicholas alikasirika, anaanzisha kifaa cha maonyesho kilicho karibu. Mashine hiyo mara moja inararua sampuli ya majaribio, ikinyunyuzia nyenzo chumbani, ikimwacha Desmond akiwa amefunikwa na kuchukizwa kabisa. Desmond anatupa makaratasi yake hazijokamilika kwenye pipa la takataka lililo karibu. Anapokaribia kuondoka, anawasikia wanasayansi wakijadili jaribio ambalo inaonekana halijawa tayari bado. Mara tu anapogundua Desmond anasikiliza, wanafunga mlango mara moja. Pale pale kuna kitu kinaonekana kuwa kibaya. Muda mfupi baadaye, kila mfanyakazi anaitwa kwenye ukumbi mkuu wa mikutano. Mmiliki wa kampuni Franklin anatambulisha kwa fahari kile anachokiita uvumbuzi mpya wa K-Tech, kinywaji cha eneji kinachojulikana kama Jolt. Wakati huo, hakuna anayetambua kwamba kinywaji hiki cha kawaida kiko karibu kusababisha janga kubwa zaidi ya mawazo ya mtu yoyote. Baada ya wasilishaji, kila mfanyakazi anapokea kopo la bure la Jolt kabla ya kurudi nyumbani. Asubuhi iliyopita, Desmond anafika kazini na kwa namna moja amesahau tena beji yake. Lakini mara hiyo, walinzi haonekani. Mwanasayansi anatokea ghafla, anamtambua Desmond, kisha anageuka haraka na kuondoka bila kusema neno. Akiwa mchanganyiko, anaacha simu yake kwenye dawati la mapokezi kama kawaida. Mwanzoni, anadhani mmoja wa walinzi amelala tu nyuma ya kaunta. Hajui kwamba tayari kuna jambo baya limetokea. Bila kuzingatia ofisi iliyoharibika iliyomzunguka, anatembea taratibu kuelekea idara yake kama ni siku nyingine ya kawaida ya kazi. Muda mfupi baadaye, Adam anamuita ofisini kwake. Ndani, Adam ananoa penseli kwa kasi huku akizunguka kuhusu mambo ya hayana maana kabisa. Desmond pia anamuona Adam akinywa kopo nyingine la Jolt kimya kimya, kisha macho yake yanaelekea kona ya kuruma. Mfanyakazi mwenzake amelala pale bila kuguswa kabisa. Kabla Desmond ameweza kuarikwa anachokiona, Adam ghafla analipuka kwa kasiri na kumtoa nje ya ofisi kwa nguvu. Mara tu Desmond anapotua nje, wafanyakazi wengine wote wanaanza kumkimbilia pia. Anajirusha nyuma ya kibanda kilicho karibu na kumuita Carter akiomba msaada. Badala ya kujibu kama mtu na maana, Carter anamshambulia kwa hasira, kisha anakunywa Jolt tena bila mpangilio. Hali inazidi kuwa mbaya. Desmond anapogonga kifaa cha kuchungulia kompyuta kwa bahati mbaya. Carter anakimbia, anamkamata Desmond shingoni na kumgongea ukutani. Desmond anafanikiwa kumsukuma kipoe la takataka, akijinunulia sekunde baadhi kutoroka. Desmond anakimbia kwenye simu ya ndani na kujaribu kumpigia operator kuomba msaada. Badala ya kuichukulia kama dharura, operator anamkumbusha kwamba simu za binafsi haziruhusiwi wakati wa masaa ya kazi. Kwa kweli, sasa, badala ya mazungumzo kuendelea, mfanyakazi mwingine karibu ghafla anapoteza uhanga baada ya kunywa kinywaji hiki cha kuongeza nguvu na kumshambulia operator kukata simu kabisa. Akijaribu kuvutia na maniko, anatembea polepole ofisini, akijifanya kila kitu ni kawaida. Mara moja anaelekea kwenye ngazi. Wakati huo huo, saa ambayo Samantha alimpa inaanza kulia. Kwa sekunde chache anaganda. Hawezi kuondoka bila yeye. Desmond anakimbia kazini kwa Samantha. Ana vifaa vya masikio. Anamwambia haraka kwamba wanapaswa kuondoka mara moja. Lakini kabla hawajaweza kutoroka, mishipa nyeupe inaanza ghafla kuenea jakizini ngolani. Bila onyo,
anamshambulia Desmond. Wawili wanapambana ofisini huku Desmond akiepuka kumuumiza. Hatimaye anapata mwanyo na kumfanya apoteze fahamu. Dakika chache baadaye, Samantha anaamka sarasara. Cha ajabu, anajifanya kama kawaida tena. Hataki kuchukua hatari yoyote. Desmond anamfunga kwa uangalifu kabla ya kumsaidia kuelekea kwenye ngazi. Lakini mara tu wanapofika kwenye ukumbi, wanapata wafanyakazi wengine wengi walioimbikizwa wakijaza eneo hilo. Bila mahali pengine pa kwenda, Desmond anamvuta Samantha haraka kwenye chumba cha hifadhi kilicho karibu. Sekunde chache baadaye, Murad anaruka ghafla. Desmond anamkamata mara moja, akidhani ameimbikizwa pia. Swali lake la kwanza ni rahisi: ulikunywa Jolt? Murad anajibu kwa utulivu, hapana, nafunga leo. Wanasubiri kimya kimya hadi mtu aliyeimbikizwa anaondoka. Mara tu ukumbi unapoondoka, kundi linatoka nje kwa uangalifu na kuelekea ngazi. Lakini kila ghorofa wanapopita inaonekana mbaya zaidi ya kula mwisho. Wafanyakazi wanashambuliana kila upande. Wakidhani lifti bado inaweza kufanya kazi, Desmond anabonyeza butani. Mlango unafunguliwa, lakini gari la lifti linaanguka chini ghafla kabla ya kugonga mahali pote chini. Wazo lao lingine ni kutambaa kupitia mfumo wa uingizaji hewa. Bahati mbaya, Samantha hawezi kupitia kwenye upenyo mnemba, ikilazimisha kila mtu kuacha mpango huo. Badala yake, wanajificha ndani ya ofisi nyingine. Huko, wanamgundua Lindsay ghafla amelala bila kusogea katika chumba. Desmond anakataa kubaki mnanjwa. Anachukua printer nzito na kuirusha kupitia moja ya madirisha ya ofisi, kutumaini kutengeneza njia ya kutoroka. Badala yake, kwa bahati mbaya, anasababisha kufunguliwa kwa hali ya dharura ya majengo. Vizuizi vya usalama vya chumi vinafunga kila mlango wa kutokea na kuziba majengo yote. Murad na Samantha hawaamini alichokifanya. Samantha anakumbuka jambo muhimu. Anaelezea kwamba kodi ya kupuuza mfumo wa usalama umehifadhiwa kwenye ghorofa ya utendaji. Wakati wafanyakazi walioimbikizwa wanakaribia kutoka kila upande, watatu wanakimbia kupitia jengo hilo kwa kasi, ikiepuka shambulio moja baada ya la nyingine. Baada ya kupanda kwa hatari, hatimaye wanafika ghorofa ya juu. Huko wanamgundua Helen akinywa kopo nyingine la Jolt kimya kimya, tayari ameimbikizwa. Kabla hajamshambulia mtu yoyote, Desmond anamwangusha chini. Kuamini hatari imepita, kundi linaanza kujadili hatua yao inayofuata. Kisha ghafla, Helen anainuka tena na kumrukia Murad kutoka nyuma. Murad anajibu kwa shida tayani kabla ya kusimamisha shambulio. Desmond anaingia kwenye ofisi ya Adam kimya kimya. Kwa kutumia mfumo wa spika ya kampuni, anaigiza sauti ya Adam na kuamuru kila mfanyakazi aripoti kwenye chumba cha mikutano mara moja. Walioimbikizwa wanaanza kuondoka katika eneo lao, lakini baada ya sekunde chache, baadhi yao wanaonekana kugundua kwamba kuna kitu kibaya. Mtego unafeli. Samantha anapotoka nje, ghafla anajikuta yuko usoni kwa usoni na 200 za wafanyakazi walioimbikizwa. Wakati huo, kukimbia sio chaguo tena. Kundi linachukua kila linachoweza kupata: viti, vifaa vya ofisi, vyoo, na taratibu kubadilisha vitu vya kawaida vya kazi kuwa silaha za hali ya juu. Mapambano makali yanaanza ofisini. Wanapambana kupitia wimbi moja baada ya la nyingine. Baada ya mapambano makali, hatimaye wanaitolea eneo hilo. Njiani, wanapata pia mfanyakazi mwingine ambaye hakuwahi kunywa kinywaji cha energy, ikiwapa muronuko mwingine. Akiangalia kila kitu kupitia kamera za usalama, Franklin anaona kundi hilo likikaribia. Lakini kisha anamuona Samantha akiugua na kutapika. Akiogopa kwamba anaweza kuwa tayari ameambukizwa, Franklin na mameneja wanakataa kufungua milango ya ofisi ya mtendaji. Wakati huo huo, mlinzi anatoka bila kutarajia, akiacha mlango wazi kwa sekunde chache. Kundi halipotezi fursa hiyo, wanakimbilia ndani kabla mtu yoyote hajawazuia. Wakishaingia salama ndani, Desmond anadai majibu. Hatimaye Franklin anafichua ukweli nyuma ya Jolt. Haikusudiwa kuwa kinywaji cha kawaida cha nishati. Fomula hiyo iliundwa ili kuwaweka askari macho na tayari kwa mapigano kwa muda mrefu. Lakini kuna kitu kilienda vibaya sana na kundi la kwanza. Kulingana na Franklin, wanasayansi kadhaa walighadhibishwa na kampuni na kuiharibu kwa siri fomula hiyo. Kama kisasi, waliruhusu wafanyakazi kunywa aina hiyo yenye kasoro. Ndiyo maana kila mtu aliyeitumia alianza kubadilika. Kusikia hivi, Desmond anamtazama Samantha moja kwa moja. Hali yake inazidi kuwa mbaya baada ya dakika. Kwa hofu, anamuuliza Franklin kama kuna njia yoyote ya kurekebisha maambukizi. Franklin anamwambia ni mtu mmoja tu anayeweza kutengeneza dawa ya kuua virusi, Nicholas. Kabla hawajachukua hatua nyingine, Adam na kundi kubwa la wafanyakazi walioambukizwa wanakusanyika nje ya ofisi ya utendaji, wakidai waruhusiwe kuingia. Desmond anakataa kufungua mlango. Badala yake, walioambukizwa wanaanza kuvunja kuta za mbao zinazozunguka ofisi. Kadri shimo ukutani linavyoongezeka, walioambukizwa wanaanza kumiminika chumbani. Samantha anaanguka ghafla.
Mishipa nyeusi inaanza kuenea mwilini mwake tena. Kwa udhaifu, anamwambia Desmond kwamba hajisikii vizuri kabla ya kupoteza fahamu. Wakati huo huo, Adam anatumia alama ya kidole cha Franklin kufungua hifadhi ya silaha za kampuni iliyolindwa. Muda si mrefu, wafanyakazi walioambukizwa wanaanza kukusanya silaha za kijeshi kutoka ndani. Virusi haviwafanyi watu kuwa wakali tu, vinawasukuma kuelekea lengo kubwa zaidi. Akiwa amembeba Samantha, Desmond anafika maabara na kumkuta Nicholas bado yu hai. Nicholas anaelezea kwamba wanasayansi walibadilisha fomula kimakusudio kusababisha mlipuko uenea zaidi ya kile ambacho mtu yoyote alitarajia. Baada ya kumchunguza Samantha, anatoa habari moja ya matumaini. Bado ana nafasi. Kwa sababu hakutumia kiasi kikubwa cha jolt, dawa ya kuzuia bado ingeweza kumwokoa. Hata hivyo, kila mtu mwingine tayari ameathiriwa na dozi ambazo ni nyingi sana. Nicholas anaelezea kwamba kemikali zinazohitajika kwa dawa ya kuzuia zimehifadhiwa ndani ya ghala. Bila kupoteza sekunde nyingine, Desmond na Murad wanaelekea huko, wasichojua kwamba Adam anaangalia kila hatua kupitia kamera za usalama. Mara anapowaona, anatuma kundi kubwa la walioambukizwa baada yao. Wanapokimbilia ghala, makano kadhaa yanaanguka sakafuni. Walioambukizwa husimama moja kwa moja kuyanywa na kuwapa Desmond na Murad fursa ya wanazohitaji. Desmond anafanikiwa kupata kemikali inayohitajika kwa dawa ya kuzuia. Wakati huo huo, Adam anafika akiwa amevaa suti ya kingina na kuanza kufyatua risasi. Desmond na Murad wanajificha. Wakijua mtu anapaswa kutoa dawa ya kuzuia, Desmond anampa Murad kemikali inayohitajika na anamwambia aendelee kusonga huku yeye anabaki nyuma ili kumzuia Adam. Murad anajitahidi kusonga mbele, lakini ghafla anakabiliana na mfanyakazi mwingine aliyeambukizwa. Baada ya mapambano makali, anafanikiwa kumpita, lakini anakuta mamia ya watu walioambukizwa wakizuia njia iliyo mbele. Wakati huo huo, Adam anaendelea kupigana na Adam na walioambukizwa, akikataa kurudi nyuma licha ya kuwa wachache sana. Mshambuliaji aliyeambukizwa anamkamata Desmond ghafla. Adam anajiandaa kummaliza, lakini lio moja la risasi linasikika chumbani. Adam anasimama. Samantha amesimama nyuma yake. Dawa ya kuua virusi ilifanya kazi. Amerudi. Desmond anamuungana rasmi na Samantha na Murad, huku watatu wakitoroka kwa mara ya mwisho. Awali, Murad alikuwa ameweka vilipuzi kwa siri jengo lote. Kundi linajificha katika eneo la makaburi iliyo karibu, huku Adam akiwafuata. Murad anatoa kipulizo cha mbali na kubonyeza kitufe. Hakuna kitu kinatokea. Remote haifanyi kazi. Adam anawaona moja kwa moja na anaanza kufyatua risasi. Kisha Desmond anaona bomu la ardhi karibu. Akifikiria haraka, analiteleleza moja kwa moja chini ya miguu ya Adam. Mlipuko mkubwa unapita katika eneo na hatimaye unamsimamisha Adam kabisa. Muda si mrefu, maafisa wa polisi na wazimaafaya wanafika sehemu ya tukio. Nje, huku ndoto mbaya ikiisha hatimaye, Samantha anamkumbata Desmond na kumbusu.